na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Biidhnillah alkarim, fi hadhihi al-layla, usiku huu akipenda Rabbuna jalla wa ala, wazee wetu na ndugu zetu, tutakumbushana kwa yale machache ambayo kwamba ni tawfik kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an katika suratul Nahl. Allah anasema, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Hii ni sura ahibba, hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Nahl. Na suratul Nahl, ulama at-tafsir fasammahu hadhihi as-sura suratun ni'am. Wanavyoni wa tafsir wakaiita hii ni sura ya neema. Kwa nini? Wanasema kwa sababu inataja neema nyingi ndani ya sura hii ambayo kwamba ni neema kwa mja katika maisha yake ya duniani. Kwa hivyo ulama utafsir wakaiita sura hii suratun ni'am, sura ya neema. Kuna neema nyingi Allah anaelezea ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuambia ndani ya Qur'an, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejalia katika majumba yenu utulivu. Waja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha, akajalia katika ngozi za wanyama ambao kwamba tunatumia ngozi zao kufanya nyumba hafifu kama mahema, nyumba ambazo kwamba maulama wanaelezea ni nyumba ambazo kwamba mtu anaweza kusafiri nayo akaeka kambi akawa ni mwenye kutumia nyumba kama hili. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, siku ya kutua na siku ya kuondoka. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Sufi na manyoya ya yule mnyama na nyele zake, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutujalia neema kama hii. Tunaitumia ama tunazitumia nyele zile, sufi zile za wale wanyama katika kufanya mapambo katika majumba yetu. Ahibati fillah, kwa nini nimekuja na aya hii au nimeisoma aya hii leo? Fi hadhihi al-layla tunataka tuzungumzie ni'matul buyut, neema ya majumba. Ndugu zangu katika imani, neema ya majumba ambayo kwamba tunayokaa. Na kuzungumzia haya ni kwa minajili ya hii moja ya neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi bani Adam, ametujalia neema kama hii ya haya majumba. Na kujaliwa kwa neema kama huku au kupatiwa neema kama hii ni wajibu juu yetu ikhwani fillah kuregesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana,
Allah amejalia katika majumba yenu sakana. Ulama tafsir wanasema ay taskununa fiha wa tahda jawarihakum, majumba ambayo kwamba tunakuwa ni wenye kutulia, kupata utulivu na kutuliza miili yetu, majumba ambayo kwamba tunaweza kuhifadhi mali yetu na vifaa vyetu na vyombo vyetu, majumba ambayo kwamba tunatekeleza haja ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akazitaja ni katika sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoelezea masahaba katika hadithi yake, katika mazungumzo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na mmoja wenu katika kujamiana na mke wake wa halali, katika kukutana kimwili na mke wake wa halali ni sadaqa. Masahaba ridwanullahi alayhim wakastaajabishwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayati ahaduna shahwatahu, yani mmoja wetu ya Rasulullah anakuja kutekeleza matamanio yake kwa mke wake, na iwe katika hali ile anapata ujira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, muonaje lau angeenda kuweka ama kuyatimiza matamanio yale pahala ambapo kwamba ni paharamu. Kwa hivyo katika utulivu ambao kwamba akaupata mwanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusadikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, utulivu ambao kwamba tunaopata ndani yake ni kutuliza miili yetu wakati wa mihangaiko. Ikhwani fillah, tumekwenda mbio kutafuta maisha, ikawa tuna wakati wa kurest na kupumzisha mwili, ni utulivu. Miongoni mwa kupata utulivu ni pale unapotekeleza haja yako ambayo kwamba ni ujira, ukawa unaandikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala unapojamiana na mke wako. Moja ya utulivu kama hii, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba linataka kutulia kwa akili na kwa roho. Ahibba, na kwa haya ambayo kwamba tuliyozungumza na neema hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia waja wake, Allah subhanahu wa ta'ala katika neema hii akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni wa kwanza katika kuisadikisha misdaqan liqaulihi jalla wa ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kwamba tunayojua, Mtume sallallahu alayhi wasallam tunaambiwa kwamba kana idha awa ila firashihi, katika mafundisho na katika maisha aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tuyajue Waislamu kwamba Mtume alipokuwa anapopanda kitanda chake, anapopanda katika tandiko lake, kana idha awa ila firashihi yaqul alhamdulillahi alladhi at'amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapopanda katika kitanda alikuwa anasema, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametulisha, wasaqana, na aliyetuvisha, wakafana, na aliyetutosheleza, waawana, na aliyetuhifadhi. Fakam mimman la ma'wa lahu wala mataa. Au katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hali kama hii, fakam mimman la kafin wala mawi, ni wangapi ambao kwamba wamekosa wenye kuwatosheleza, ni wangapi ambao kwamba wamekosa wenye kuhifadhi. Sasa angalia mafundisho tunayopata ahibati fillah, na hii ikiwa tunataka mahaba zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusadikisha maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mtume sallallahu alayhi wasallam kila anapopanda katika kitanda, kama ilivyokuja katika hadithi, anakuwa ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana.
Tumshukuru Allah aliyetulisha, aliyetunisha, naam, na aliyetuhifadhi na aliyetutosheleza. Kwani ni wangapi ambao kwamba wamekosa watu wa kuwatosheleza na watu wa kuhifadhi? Ikhwani fillah, katika neema ya majumba, ahibba, iwe majumba ambayo kwamba tunayoyakaa ni yetu au majumba tunayoyakaa ni ya kukodisha, wallahi ni Muislamu anatakiwa akaya azingatie neema hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja ndani ya Qur'an, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia utulivu katika majumba. Ni wangapi ambao kwamba wapo katika mabarabara, lau kwa jicho ambalo kwamba utakalo waona utadhania ni wenda wazimu, lakini sio wenda wazimu. Ni kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakam mimman la ma'wa wala kafi. Ni wangapi waliokosa watu wa kuwatosheleza na watu wa kuhifadhi. Na haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hichi kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kupanda kila inapofika usiku anapopanda katika tandiko lake, ni misdaqan liqauli llahi jalla wa ala, akisadikisha yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya Mola wake jalla wa ala, alam yajidika yatiman faawa. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anamwambia katika suratu Dhuha, alam yajidika yatiman faawa. Kwa hivyo katika neema kama hii moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akikumbuka neema ambayo kwamba aliyopata hifadha na kutoshelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa anaregesha shukrani zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, inatupasa tuwe tunafahamu na tunatambua na kuzinduka katika neema kama hizi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia nazo. Neema ya majumba katika hali ambayo kwamba ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neematu albuyut ambayo kwamba tulizo nazo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha na akatuelezea katika maneno yake sallallahu alaihi wasallam kwamba mmoja wenu anapokuja nyumbani kwake, anapokuja kuingia nyumbani kwake wakati wa Isha, na akasoma dua, katika kusoma dua kwake, dua ya kuingia nyumbani, naam, basi wale mashaitani wanakuwa ni wenye kuambizana, la mabita lakum, jamani leo tumekosa sehemu ya kulala. Angalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mafundisho haya, ikhwani fillah, ni mafundisho ambayo kwamba yafaa yawe katika majumba katika hizi kuta nne. Ni mafundisho ambayo kwamba tuwe tunawapatia hawa vijana wetu au familia zetu mafundisho kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutufundisha kwamba Muislamu anapoketi kula chakula, naam, akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan anakuwa ni mwenye kuambia ndugu zake mashaitani, la asha lahu, leo jamani tumekosa dina. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, na mingi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake ya kila siku alikuwa akiishi nayo, na kama yalivyothibiti katika hadithi na yalivyokuja katika sunan, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neema ya majumba na kutekeleza neema kama hii ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutujalia haya majumba ni neema kwetu sisi. Basi katika aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituambia, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakwenda kuulizwa katika neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalieni. Ndugu zangu katika imani, mafundisho na ibra ambayo kwamba tunapata juu ya majumba haya
ambayo kwamba ni neema aliyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala, majumba ambayo kwamba ni utulivu ambao kwamba tunapata katika kutekeleza haja zetu, katika kutuliza miili yetu, roho zetu na akili zetu, katika kuhifadhi mali zetu ndani ya majumba kama haya. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akituambia thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Ikhwani fillah, katika neema kama hii tukirudi katika kupata mifano na mazingatio katika majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituambia, akituelezea katika suratul Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatuelezea katika hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwapatia na kuwaeleza wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakumbuke katika neema ambayo kwamba wanaoishi katika majumba ambayo kwamba yalikuwa ni majumba yanayosomwa aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yalikuwa ni majumba ya hikma, katika majumba ya wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakikatan ikhwani fillah, majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni majumba ndani yake yanasomwa hikma, ni majumba ambayo kwamba yanaadhimisha katika kusoma Qur'an, ni majumba ambayo kwamba yalikuwa yanakithirisha adhkar, majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani fillah, ni majumba ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha katika kusali salatu an-nawafil na salatu at-tatawwu, kama zile kujitolea swala zile au swala za qiyamul layl, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Muslim. Ikhwani fillah, katika hadithi na Aisha radhiyallahu anha anasema, kuntu anamu fi qiblati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa rijliya fi qiblatihi fa idha sajada ghamazani faqabadtu rijliya fa idha qama basattuhuma. Hadithi hii katika Sahih al-Bukhari na Muslim. Anasema na Aisha, nilikuwa nikilala katika upande wa kile qibla ambacho kwamba ameelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam, na miguu yangu yameelekea upande wa qibla. Fa idha sajada ghamazani, Mtume anapotaka kusujudu akawa anakuwa ni mwenye kumkonyeza. Na Aisha radhiallahu anha anasema, faqabadtu rijliya fa idha qama basattuhuma, basi Mtume anaponikonyeza nikakunja miguu yangu kwa kuwa anahitaji kusujudu. Anaposimama kutoka katika sijda, basattuhuma, nikawa na yakunjua miguu kama yale. Ikhwani fillah, ni ibra na mazingatio ambayo kwamba tunayapata katika majumba kama haya, majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sayyidul anam, as'adun nas bi shafa'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba yake, na Aisha katika hadithi anasema, wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih, siku hiyo majumba yalikuwa hayana taa, watu walikuwa wanaswali kiza, na ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kuwarudi na kuwarekebisha wale ambao kwamba wanaodai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nur ya hakika, kwamba pale alipo Mtume anang'ara, yani nuru hakika, laysa majaz. Hii ni raddin lahum, ni kuwarudi kwa wao kwa maneno ya Mtume na Aisha radhiallahu anha aliposema, nilikuwa nikilala na miguu yangu nimeinyosha upande wa qibla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapotaka kusujudu akinikonyeza nikikunja miguu yangu, na anaposimama anaendelea kuyakunjua miguu yangu. Mtume anaendelea kusali, anasema na Aisha, wal buyut yawma idhin laysa fi masabih.
Majumba siku hiyo yalikuwa hayana taa. Watu walikuwa wakiishi katika maisha ambayo kwamba ni ya zuhud, maisha ambayo kwamba ni ya kuyapatia mgongo dunia, ikhwani fillah. Kwa hivyo wale ambao kwamba ndugu zetu wanaosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru haqiqa laysa majaz, tunahitajia dalili zaidi katika kufundishana na kuelimishana, kwa sababu lau ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru haqiqa, bila shaka ingekuwa majumba yanang'ara kipindi kile, au majumba yake yanapokuwa na swali yanang'ara, na tungepata katika uthibitisho wa hadithi ambazo kwamba wamepokea wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio majumba ambayo kwamba ni ya mauidha, ikhwani fillah, majumba ambayo kwamba ni yenye mazingatio, majumba ambayo kwamba lao mtu atakuwa ni mwenye kusoma tarehe vipi yalikuwa majumba ya wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani fillah, katika moja wa qissa ambacho kwamba alikitaja sahib al-Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir rahimahullah, anasema lamma kataba amir al-mu'minin al-Walid ibn Abd al-Malik bihadmi buyuti azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Amir al-mu'minin al-Walid ibn Abd al-Malik alipokuwa ni amir, alipoandika ujumbe na kumpelekea kiongozi wa Madina ambaye kwamba alikuwa ni Umar ibn Abdul Aziz, akimpelekea ujumbe bihadmi buyuti nabii sallallahu alayhi wasallam, kuvunja majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bitawsi'ati almasjid an-nabawi, na katika kuupanua msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jaa alkitabu ila Umar ibn Abdul Aziz, risala imekuja, barua imekuja kwa Umar ibn Abdul Aziz, kipindi kile ni amir katika mji wa Madina. Amrun adhim, jambo ambalo kwamba lilikuwa ni kubwa na jambo ambalo kwamba ni la kushtusha nyoyo. Naam, risala imekuja kwa kiongozi, anasema anaamrisha kwamba majumba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yawe ni yenye kuvunjwa na kupanuliwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz akawa anaregesha barua kwa al-Walid ibn Abdul Malik akimwambia, hadhihi buyut suqufuha qasira, majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sakafu zake ni fupi, yamejengwa na bloki na tope, vipi tutayavunja? Barua ya pili inarudi kama alivyoelezea sahib al-Bidaya, inarudi barua kwa Umar ibn Abdul Aziz, kuamrishwa kwamba ameamrishwa majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yawe ni yenye kuvunjwa na kupatikane kuongezwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz ikawa hana budi isipokuwa biimtithali amru amir al-mu'minin radiyallahu anhu, hakuna budi isipokuwa ni kutekeleza amri ya amir al-mu'minin. Al-Walid ibn Abdul Malik ameshaleta ujumbe kama huu. Ndugu zangu, tuweni makini katika haya, tupate ibra katika neema ya hii ambayo kwamba tunazungumzia, neema ya majumba, na vipi majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa. Siku hiyo anaelezea sahibul Bidaya, watu walikuwa katika hali ngumu kuona nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinavunjwa katika hali ya kutaka kuongezwa kwa msikiti. Madina ikawa imetanda kwa vilio, wakiona majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanakuwa ni yenye kuvunjwa. Anasema mmoja katika tabi'i Sa'id bin Musayyib, anasema rahimahullah, wallahi lawadidtu an tutraka kama hi hatta idha nashi'a an-nashi fil Madina. Anasema Sa'id bin Musayyib rahimahullah wa radiyallahu anhu, anasema wallahi natamani yale majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam
yangelikuwa yangeachwa kama vile yalivyo alivyoyaacha yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka atakapoinukia na kukulia yule atakayekulia katika mji wa Madina, awe ni mwenye kuzingatia na kuona kwamba haya ndiyo yalikuwa majumba ya kiongozi wetu, ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awe mwanadamu au yule atakayekulia katika Madina awe ni mwenye kuzingatia kwamba dunia haina haja ya kuipatia kipaumbele. Ikiwa mfano huu tumeupata tayari wa vitendo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhwani fillah, na kama ilivyokuja athar kutoka kwa Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, akawa anaelezea, anataja, anasema katika awsaf ya majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema dakhaltu buyuta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi khilafati Uthman ibn Affan. Hasan al-Basri ni mwingine katika matabi'i, wafuasi wa masahaba, wanafunzi wa masahaba, anasema niliingia katika nyumba za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utawala, uongozi wa Uthman ibn Affan. Fakuntu atanawalu saqfu biyadi. Hasan al-Basri anasema ikawa nazigusa sakafu katika majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nagusa sakafu kwa mikono yangu. Ikhwani fillah, ni mazingatio ya hali iliyoje kwa namna kama hii. Majumba kama yale yalikuwa ni ibra na mazingatio, na ndio ikawa Umar ibn Abdul Aziz anamregeshea Al-Walid ibn Abdul Malik barua, anamwambia tuyaache haya majumba kama yalivyo, waje wale ambao kwamba watakuja kuzuru katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wapate kuona majumba ya Mtume yalikuwa hali gani, namna gani. Lakini Al-Walid ibn Abdul Malik akawa ameamua, kiongozi huyu, katika kuamrisha majumba yavunjwe na kupanuliwa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndivyo yalivyokuwa majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ikhwani fillah, katika hadithi aliyopokea Abi Huraira, mazingatio na mauidha na ibra ambayo kwamba tunapata, ndugu zangu na wazee wangu, katika hadithi aliyopokea Abi Huraira radhiyallahu anhu, kwamba anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alimjilia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma mjumbe yule awe ni mwenye kupelekwa katika majumba ya Mtume, wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Mtume alitaka ikram ya kukirimiwa mgeni wake, lakini walikuwa wakisema ma maana illa alma ya Rasulullah, hakuna chochote ya Rasulullah isipokuwa maji ya Rasulullah. Haya ndio majumba ikhwani fillah, majumba ya mauidha na majumba ambayo kwamba yalikuwa yakikithirishwa kusoma Qur'an, majumba ambayo kwamba yalikuwa yakikithirisha watu wanaswali qiyamul layl. Naam, haya ndiyo majumba ambayo kwamba ni ya kuzingatia na ya kujifananisha mfano wake. Kadhalika katika hali kama hii, na kama ilivyokuja katika hadithi na Aisha radhiyallahu anha, akawa anaelezea, anasema yawezekana kana yamurru hilal au hilalan wama indana la yuqadu narun fi baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na Aisha anaelezea ikhwani fillah, anasema yamurru hilal au hilalan, yaweza ikapita mwezi, miezi miwili. Subhanallah. Na hizi si hadithi ndugu zangu katika imani, hadithi labda watu wanahadithia, ni athari au ni maneno yamepokewa kwa usahihi, na ndivyo ilivyokuwa maisha ya kiumbe huyu sallallahu alayhi wasallam. Anasema na Aisha, yaweza kupita katika nyumba zetu mwezi, miezi miwili, la tuqadu nar fi baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hakufuki moto, yani hakupikwi, hatuna isipokuwa sisi tunaishi na tende na maji. Fakanu yaishuna bilma wat tamr, na hivi ndivyo ilivyokuwa.
Je, ibra Muislamu anapata mazingatio gani katika majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani fillah, na haya majumba ambayo kwamba leo sisi Allah ameturuzuku, ikiwa Allah amekuruzuku kwako, ikiwa ni nyumba yako tawfiqun min Allah jalla wa ala, na ikiwa unapokaa ni pa kukodisha, kadhalika Allah amekupa uwezo, kwa sababu kuna yule ambaye kwamba ni mwenzako kadhalika hana hata hapo pa kukodisha. Kwa hivyo angalieni, tupime katika mizani, vipi yalikuwa majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na majumba yetu ya leo. Ikhwani fillah, majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni majumba ya amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, ni majumba ambayo kwamba yalikuwa ni ya ukirimu na usamehevu, majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tarehe ni nyingi katika kuelezea ahwal na vipi yalikuwa majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuwe ni wenye kutizama katika majumba yetu. Ndugu zangu katika imani, je, tunao sampuli au namna hali gani ambapo kwamba tunaiga majumba yalipokuwa majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo majumba yetu ni majumba ambayo kwamba yamekithiri vikao vya ghiba. Majumba yetu leo yamekithiri vikao vya usengenyaji. Majumba yetu leo yamekithiri vikao vya njama, kufanyiwa watu njama mbovu. Naam, hayakuwa majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume, leo majumba yetu yamekuwa ni majumba ambayo kwamba yanakithirishwa ndani yake kupigwa miziki. Naam, leo majumba yetu ni majumba ambayo kwamba baba na ni mas'ul kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga na mtakwenda kuulizwa. Baba leo anaonelea, pengine anahisi huruma, na kama tunavyoambiwa kwamba huruma sio malezi. Baba anaona huruma, wacha niwekee jamaa nyumbani internet, wacha niwekee vijana wifi. Naam, wacha nimwekee mama mwenye nyumba wifi, yani nakusudia mke. Naam, kwa minajili gani? Kwa minajili anataka katika kumfurahisha roho yake. Lakini izingatie mzazi, kila mzazi, naam, aizingatie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hii hadithi haiwezi kwenda patupu ikhwani fillah, nyote ni wachunga na mtakwenda kuulizwa kwa mlivyopewa kuvichunga, wakiwa ni ile amana ya ahlul bait, wale watu wa nyumbani, kuanzia mke na watoto. Leo ni wangapi katika mababa ikhwani fillah ambao kwamba mtu au baba atamwekea kijana wake, atakuwa ni mwenye kuzungumza pengine kwa kujiamini. Mzazi akizungumza, kijana wangu hatoki, mashallah yuko ndani, lakini amemwekea kifaa kile ambacho kwamba asilimia nyingi kinatumika katika ufisadi. Kifaa kama kile amemwekea baba, amemwekea mwanawe, hajui ama hamfuatilii kijana wake au binti yake kwamba kifaa kile anakitumia kwa hali gani. Baba amelala maskini usiku, kijana au binti anatumia mtandao ule katika au internet ile anaitumia katika kuzungumza na wanaume, au kijana anazungumza na wanawake wa haram, anaangalia ma la yurdillah, anatizama kijana yule mambo ambayo kwamba hayamridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Amekaa katika kiza peke yake, ni yeye na vidole vyake vya gumba ndio vinafanya kazi. Baba ni mas'ul. Naam, kwa hivyo katika majumba yetu, kwa hii neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia ikhwani fillah, neema ya majumba, tuwe tunafuatilia ndugu zangu katika imani, wala usiogope kulaumiwa. Na wewe mwanamume ni ndio qaim katika nyumba kama ile, ndio msimamizi. Kama mke atataka afate masharti ya nyumba yako vile unavyotaka na vile anavyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maal asaf, masikitiko leo, yani inakuwa tunashindwa nguvu bwana. Naomba shekhe, wewe shekhe wako peleke msikitini bwana, usituletee bwana, wacha tujirushe roho bwana.
Naam, na baba akaamua kutuliza mbawa zake chini. La, lazima baba awe mkali katika hili ikhwani fillah, na uonyeshe kwamba ule usimamizi wako katika nyumba kama ile, kwa sababu kesho isiwe masuuli. Ndugu zangu, kesho usiende kushikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa bwana wewe ndiye ambaye kwamba ulikuwa sababu. Angalia miongoni mwa majumba yetu tumekithirisha hivi vifaa vya madishi. Naam, vifaa kama hivi ikhwani fillah, katika neema ya majumba tuliyopewa, hivi vifaa tunavitumia wingi wetu, asilimia nyingi ikawa tunavitumia katika ufisadi. Hivi watu wanaweza kakaa katika nyumba, katika madishi, wanakaa wanatizama vipindi, swala inapita, la haula wala quwwata illa billah. Watu wakaangalia vipindi mpaka katikati ya usiku, na salatul fajri familia ikawa ni wenye kukosa salatul fajri. Baba maskini anatoka anakuja nyumbani kwa anakuja msikitini, kutoka nyumbani kwake anakuja kuswali, anapata raka 2 kabla alfajri, anapata khairi, lakini kuna jambo ambalo kwamba ameliacha liko katika shingo yake. Ikhwani fillah, tusichukulie maskhara ikhwani fillah, na hawa viumbe kulaumu ndio kazi yao. Kwa hivyo usiogope lawama wala usiogope atakasirika, ogopa hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni risala inawafikia katika majumba yetu. Mama zetu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah subhanahu, wasifanye tendekeza na dhihaka, wasifanye tendekeza kabisa. Lao hivi mama ataweza kukaa na binti yake imeshika remote, ndugu zangu, swala inapita, salatul asr, unaangalia pengine, na haya mambo ya kishetani yanawekwa, yani ni kama hawa watu wanajua ni vita vya kifikra ambazo kwamba wametuwekea hivi vitu vinatizameni. Kama mshawahi kuzingatia, naona hapa pengine wako watu mashabiki wa mpira wengi. Angalia mpira wa Premier saa ngapi unawekwa, ni kipindi magharibi inaendelea, boli laendelea. Mtu akiangalia mpira Premier League ama swala, shetani anacheza na wewe, Premier League ama swala. Na pengine dude hili umeliweka katika nyumba yako kabisa, hukulipeleka kwa mtu. Angalieni ndugu zangu neema ya majumba ambayo kwamba tumeruzukia na Allah subhanahu wa ta'ala, tunaitumia hali gani? Mtu akaamua bwana nitalipiza fadla ya salatul jamaa, inakupita tena amdan, kwa kusudi. Mtu amekaa anatizama mpira, si wanawake peke yake, sisi wanaume pia. La haula wala quwwata illa billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika majumba yake yalikuwa ni majumba ambayo kwamba akiwaamrisha familia yake katika kusali, ikhwani fillah, akiwaamrisha kusali na akisadikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaamrisha jamaa zake kusali, na hii ni moja katika neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyomruzuku nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kukumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomruzuku katika nyumba kama zile. Ahibati fillah, katika majumba Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ambayo kwamba aliyopokea Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Angalia mafunzo tunayopata ikhwan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalul bayti alladhi yudhkaru Allah fihi wal bayti alladhi la yudhkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Mfano ulioko hai, maneno jawami'ul kalim, maneno machache yenye maana kubwa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfano wa nyumba ambayo kwamba anayotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mfano na nyumba ambayo kwamba hatajwi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wal bayti alladhi la yudhkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayt, mfano walioko hai na aliyekufa. Aliyekufa hana tena lake jambo. Mazingatio ambayo kwamba unayoyapata kwa aliyekufa ni kile kipindi tumemweka juu ya kumosha, anageuza kulia, anageuka kushoto, anatolewa uchafu, anapelekwa kadha.
Kwa hivyo mfano wa nyumba ambayo kwamba anayotajwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ambayo kwamba hatajwi Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa hai na aliyekufa. Ikhwani fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutuelezea kadhalika ziada ya hayo kwamba shetani anakimbia nyumba ambayo kwamba inayosoma suratul Baqara. Leo majumba yetu yamekuwa ni majumba ya kuweka taarabu na miziki, majumba ya usengenyaji, majumba ambayo kwamba la haula wala quwwata illa billah, majumba ambayo kwamba tumemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, ni majumba ambayo kwamba ni ya kuudhiana, mtu kumuudhi jirani yake akimpiga kwa mafumbo, pengine amwekee sauti naam ya wimbo, naam mafumbo akimpiga nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam huko anatuambia mfano wa nyumba anayotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, majumba yetu yako katika hali kama hiyo? Ikhwani fillah, katika majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuwakirimu wageni, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutuambia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala naam na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Mgeni anapokuja akamfanyia ikram biqadri istita'ihi, kadri ya uwezo wake akamfanyia mgeni kama yule. Na hivi alikuwa ni majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia katika moja hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijiliwa na wageni, akimchukua mgeni yule akienda naye nyumba baada ya nyumba kwa wake zake. Kila anapofika hakuna kitu katika majumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maisha yapi ambayo kwamba alikuwa akiishi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya zuhud, maisha ya kuyapatia mgongo dunia, hakuyafadhilisha mno maisha ya dunia. Mpaka mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza masahaba, nani ambaye kwamba jamani atanikirimia mgeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ahibati fillah, kadhalika katika haya, katika majumba ambayo kwamba yaliyokuwa majumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika nyumba zake za wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwafanyia wema na kuwafanyia ihsan naam majirani, ni mtu kuishi na jirani yake vizuri. Na mambo ambayo kwamba tutakaoelezea ikhwani fillah, maisha yetu ya leo ambayo kwamba tunayoishi, imani zetu zimekuwa chache kwa baadhi ya Waislamu, kwamba mtu anaishi katika maisha ambayo kwamba ikiwa yule jirani atakuwa ni mwenye kunitendea ubaya na mimi nataka nimfanyie ubaya, wa in udtum udna, kwamba ukinifanyia na mimi nitakufanyia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi yake, hadithi maarufu, ma zala Jibrilu yusini bil jar, Jibril hakuacha, Mtume anasema, anaelezea kwamba Jibril hakuacha kunihusia kuhusu jirani, mpaka nikadhania kwamba jirani atakuwa na fungu lake katika wirathi kwangu. Subhanallah. Leo ikhwani fillah, tunamchukulia vipi yule, au unamchukulia vipi jirani yako? Ni wangapi ambao kwamba wanaoishi katika maisha ya kuwaudhi majirani zao? Naam, ni wangapi ambao kwamba wanaishi katika maisha ya kuwatia kero na dhiki ili mradi jirani awe ni mwenye kuudhika? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosema, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi ya'manu jarahu bawa'iqa. Wallahi hawi na iman, wallahi hawi na iman. Masahaba wanamuuliza, nani ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, ni yule ambaye kwamba jirani yake atakosa amani kwa dhulma zake. Pengine mtu ni mbabe, pengine mtu yani baradhuli, fidhuli, muudhiyan linnas. Ma'al asaf ashadid, leo tunaishi ikhwani fillah maisha ambayo kwamba ni maisha labda sijui ni ya kimagharibi,
mtu anaweza kukaa asiwe ni mwenye kumjulia jirani yake hali yake. Pengine mtu anatoka asubuhi akirudi jioni anasema bwana, kuna kauli tunaitumia bwana, tuishi maisha ya kibara bwana. Kule bwana kila mtu yuko kwake. Haya si maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno kama haya, mazala Jibril yusini biljar, Jibril hakuacha kuhusia ya Muhammad, jirani Muhammad, jirani Muhammad, hal ala jirani hatta dhanantu annahu sayuwarithu, mpaka nikadhania kwamba jirani atakuwa ni mwenye kuwa na nasibu katika mirathi. Leo ikhwani fillah, tumekuwa tunaishi katika maisha ya kuudhiana, ya kukerana, na hii ni makosa ikhwani fillah. La yajuzu ikhwani fillah, hali kama hii haifai, na sivyo ilivyokuwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma'al asaf ashadid, katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yapi madhambi makubwa? Naam, madhambi makubwa, ayu dhanbin a'zam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ni kumjalia Mwenyezi Mungu mshirika, ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia na lipi tena lingine ya Rasulullah? Akamwambia ni mtu awe atakuwa ni mwenye kumuua mtoto wake katika hali ambayo kwamba anachelea maisha. Leo kuna watu subhanallah katika madhambi makubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia watakwenda kuulizwa wale ambao kwamba waliouliwa bila ya haki, bi ayi dhanbin qutilat. Wangapi tunapata katika visa, katika mataarifa, watoto wadogo maskini wamezaliwa wametupa kwenye majalala ya taka. Mwanamke anakwenda kumtupa mtoto, subhanallah. Kwa hivyo katika moja wa madhambi makubwa ni mtu kuitoa ile roho ya kile kiumbe na akichelea na kuogopea maisha. Anayeruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala, anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yataka iman na tauhidi katika moyo wa Muislamu na mu'min, aamini kwamba riziki hakuna anayetoa, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile siku riziki yako itakuwa imekatika, ama yule kiumbe riziki yake imemalizika, na ndio mauti yake imekaribia. Kisha watatu akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Mas'ud, kisha ni yupi ya Rasulullah, ama ni yapi katika madhambi makubwa? Akasema ni mtu kuzini na mke wa jirani yake. Na haya ni mambo ambayo kwamba watu wanayafaragia kabisa. Watu wanaona kwamba yani ndio ushabiki mkubwa. Ikhwani fillah, falyattaqullah ibadallah. Wa bil aks kadhalika pia, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika madhambi makubwa ni kwamba anatuelezea ni mtu kuzini na mke wa jirani yake. Mtu akimchukua mke wa jirani yake ikawa anapita naye, subhanallah, anamla kisogo, Waswahili anasema. Na bila aksi kadhalika, mwanamke akawa anazini na mume wa jirani yake, hili pia kadhalika ni jambo ambalo kwamba ni madhambi makubwa, na ni mambo ambayo kwamba yanafanyika. Mambo haya hayafanyiki barabarani, yanafanyika katika majumba. Kwa hivyo tukumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Muislamu atambue neema ya majumba, ikhwani fillah, na haya majumba tuyatumie kwa kadri ya uwezo wetu, na katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa kile alichotujalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya uwezo wetu, ili ukiondoka wewe ambaye kwamba ni mas'ul, ukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala uko na hoja ya kujitetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nilifikisha katika nyumba yangu. Ya Allah, nilifanya vile ambavyo kwamba unataka na unaridhika. Lakini rejesha swali kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa ni muani. Ikhwani fillah, nitakomea hapa kwa dakika 10 zilizobaki au 15. Nimkaribishe ndugu yetu kadhalika kijana wetu ambao kwamba tunashirikiana pamoja, naam, na yeye awe ni mwenye kutabaruku katika haya ambayo kwamba tuliyozungumza, na yeye apate kwa kutufikishia na katika kutuelimisha na kujaliza pale ambapo kwamba pamekosea. Ikiwa nimepatia hadha
fama kana min tawfiqin famin Allah wahda wama kana min khata'in au sahwi au zalal, ikiwa nimekosea au nimeteleza ni kutokamana na nafsi yangu na shaytan. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. فليتفضل أخي مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ahbabi fillah, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika yaliyozungumzwa hapa ilikuwa yatosha tayari, kwa sababu ni mazungumzo yaliyo wazi na yaliyofahamika, na ni mambo muhimu sana kuyajua katika jamii yetu, kwa sababu ndipo tunapoishi katika majumba. Ni neema kubwa kama alivyotangulia kusema al-akh Sheikh Shamsu hafidhahullah. Na ukitaka kujua kwamba majumba ni katika neema kubwa sana, hebu toka hivi sasa barabarani kaangalie wale ambao kwamba wanalala hawana maskani ya kuishi. Fakam mimman la ma'wa wala kafi, mtu analala barabarani, hana cha kujifunikia, hajui atakula nini, yeye yuko tu anaishi kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo neema kama hii, ndugu zangu katika imani, madamu tumeipata sisi kama Waislamu, lazima tuitumie vizuri. Hata kama ni nyumba ya kupangisha, bado inakuwa ni yako, kwa sababu wewe ndio unaimiliki, na mwisho wa mwezi unakuwa ni mwenye kuilipia nyumba kama ile na kustiri. Lazima uitumie kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuamrisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokutaka kufanya katika nyumba yako. Mimi katika taalika ambayo kwamba nitaweka, ahbabi fillah, nitazungumza tu kidogo kwa ajili sauti yangu kidogo imepotea, sitaki nizungumze sana, lakini tutaangalia sababu mbili tatu ambazo kwamba zinatia baraka katika majumba yetu. Asbabul baraka fil buyut, sababu za kuweka baraka katika majumba. Ndugu zangu katika imani, hizi nyumba tutakapozitumia vizuri, kuna baraka ndani yake. Lakini pia ikiwa hatuzitumii vizuri, ndio pale utaanza kujisawaza katika nyumba yako. Mimi nadhani kuna majini hapa, kuna wachawi, kuna wanga. Nyumba hii kisirani, itafikia mahali paka utaenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka nichinje nimwagie damu. Lakini kumbe kuna vitu ambavyo kwamba unavikosa wewe pale utakapokuwa wewe umekaa mbali na mambo kama haya. Jambo la kwanza ambalo kwamba kwa haraka linalotuletea baraka katika majumba yetu, ahbabi fillah, ni taqwa Allah azza wa jalla. Ni watu kuwa na takwa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na wajue kwamba watakwenda kuulizwa katika yale majumba ambayo kwamba wanaoishi ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh
walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Lau wale watu wa mji wangeliamini na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha na kumwogopa. Na siku zote tunasema unapokuwa na takwa Allah ni pale unapokuwa karibu na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na makatazo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Basi ujue endapo utakuwa na sifa ya takwa Allah, Allah atakufungulia wewe baraka. La fatahna alaihim barakati minas sama, Allah atakufungulia baraka tena kutoka mbinguni, baraka za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa nyingi mno kwetu sisi, na ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na tunaamsha nazo. Kwa hiyo lazima Muislamu amepewa neema ya majumba, basi awe na takwa Allah ili nyumba kama ile iingie baraka ndani yake. Kadhalika ahibati fillah, katika mambo ambayo kwamba yanaleta baraka katika nyumba zetu, na ni jambo pengine tuliona ni dogo sana lakini hatulifanyi sana, na Sheikh amelitaja vile vile, ni jambo la dhikrullah, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala inda dukhulil manzil, wakati unapoingia nyumbani kwako mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir asimulia hadithi yasema annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemsikia mtume rehma na amani zimshikie yakula akisema, idha dakhala ar-rajul baytahu fadhakara Allah inda dukhulihi, atakapoingia mtu nyumbani kwake kisha akamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia kwake, wa inda ta'amihi, na wakati wa kula kwake, qala ash-shaytan, yule shaytan anasema, la mabita wala asha lakum hahuna, hakuna makazi yenu wala hamna chakula leo hapa katika nyumba hii, kwa kule wewe kutaja dhikrullah. Na sisi tumefundishwa dua ya kuingia wapi? Nyumbani, na dua ya kufanya nini unapotoka nyumbani. Je, tunazisoma hizi dua? Tunataka baraka ziingie katika majumba yetu. Je, tuwafanya hii dua ndogo tu, dua ndogo ambayo kwamba tuwafundisha watoto wetu? Naam, dua ya kuingia nyumbani na dua ya kutoka nyumbani ni sababu kubwa ambayo kwamba inaupelekea kupata baraka katika nyumba yako. Usishangaa, nyumba yangu mashallah ina neema, yatoka na wapi hii neema? Kumbe ni ile dua ambayo kwamba unayosoma kila unapoingia wapi? Nyumbani kwako. Lakini wewe wadharau, unaona ni jambo la kawaida tu hili, nikisoma nisiposoma haina athari yoyote wala haina effect yoyote, lakini kumbe katika athari zake ni kwamba inakutilia baraka katika ile nyumba yako. Nani atatukumbusha dua ya kuingia nyumbani na dua ya kutoka nyumbani? Naam zangu. Naam. Bismillah walajna, bismillah kharajna, ahsantu ala rabbina tawakkalna, kutoka. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo hebu tujiulize hili swali letu, fa aina buyutuna min dhikrillahi azza wa jalla, yako wapi majumba yetu katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Imetajwa hadithi hapa na narejelea tena hadithi hii ya Abu Musa au Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalul bayt alladhi yudhkaru Allah fi, mfano ile nyumba ambayo kwamba anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, wal bayt alladhi la yudhkaru Allah fi, na nyumba ambayo kwamba hatajwi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, mathalul hayy wal mayyit, mfano wa mtu aliyekuwa hai na aliyekufa. Vipi wewe uko katika nyumba ambao kwamba ni msimamizi wa nyumba ile,
lakini 24 saa watu wanasikiza nyimbo, watu wanakaa vikao vya kusengenya kama alivyosema shekhe. Ukitaka kupanga plan zako za kiupuzipuzi na kwenda katika nyumba hiyo. Hii ni mfano wa mtu aliyokuwa hai na aliyokuwa mayit, aliyokufa. Kwa sababu kule katika majumba pia tumeambiwa tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ili nyumba zetu zipate kuingia baraka. Baraka itaingia wapi ikiwa nyumba hiyo kila masaa ni disco, kila masaa kuna ma DJ? Haujui, hauwezi kutofautisha baina klabu na ile nyumba. Kitoka nyimbo hii inaingia nyimbo hii, kitoka bongo inaingia tarabu, kitoka tarabu inaingia ma hip hop, wale watu wa kuimba na wasanii kila aina hawatoki katika nyimbo hiyo. Kisha mtu akwambia mimi usikia raha sana nikisikia nyimbo fulani inaimbwa. Fatish qalbak, ufanyie taftish moyo wako. Ikiwa wewe nyimbo ikiimbwa ndio wapata kutulia katika moyo wako, basi rafiki yangu hapo wewe umehasirika pakubwa sana. Sababu sisi tunajua mambo ambayo kwamba yenye kuleta utulivu katika moyo wetu ni nini? Naam, dhikrullah. Naam, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Lakini wewe ikiwa moyo wako watulia kwa kusikia nyimbo ya mwimbaji fulani, basi ndugu yangu na maradhi katika moyo, na utafute dawa yake haraka kabla ya enee, kwa sababu ule moyo nao ukishaenea, ukishaathirika kisawasawa, ukishakuwa ile black kisawasawa katika moyo kama ule wa Allah subhanahu wa ta'ala ashaupiga muhuri, ndio pale inakuwa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun, waishapigwa stamp. Sasa pale inakuwa ni ngumu tena kurekebika. Kwa hiyo wewe ukiwa na stress zako, ukiwa na dhiki zako, ukiwa na humum zako na humum, basi mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Kadhalika ahibati fillah, katika mambo ambayo kwamba analeta baraka katika nyumba zetu ni ifsha'u salam ala al-ahli, kutoa salamu kwa familia au kwa watu wako. Ngapi wakiingia majumbani wanawapatia salamu watoto wao, wake zao, mama zao, ndugu zao. Tulifanya hili ndugu zangu katika imani, kitu kidogo tu kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kuna baraka ndani yake pale. Tufanya hivyo ndugu zangu katika imani, tutoa salamu. Ama wewe ukiingia katika nyumba ni mifuro na mikasiriko, kila mtu ameshika kibembe, baba mwenye nyumba ameingia, hata salamu hataki. Toa salamu, inajenga mahaba baina ya watu, baina ya familia yako. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum, bianeni salamu. Toa salamu kwa familia yako. Una masaa mangapi tangu utoke nyumbani mpaka utakaporudi hujaonana na mamako, hujaonana na babako, hujaonana na mke wako? Hata kama umetoka Magharibi mpaka Isha hujamuona. Ukiingia katika nyumba ile, toa salamu. Ni sababu moja ambayo kwamba itakupelekea wewe kupata baraka. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Mtakapoingia katika majumba, basi musalimie juu ya nafsi zenu na maamkuzi tena kutoka kwa Allah. Si kusalimia oya mambo vipi, niambie mshindaje huko. Toa salamu, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Vitu vidogo. Nadhani kwanza naanza kuzungumza sababu za kutoa baraka au za kuleta baraka katika majumba yetu. Ni vitu ambavyo kwamba sote tunavijua. Sote maneno yako mdomoni, kama ni dua ya kuingia sote tunajua alhamdulillah. Kupeana salamu sote tunajua salamu ya Kiislamu ni aina gani. Ndio hiyo inaitia baraka basi katika nyumba yako. Mambo madogo madogo yanapelekea upate baraka katika nyumba yako. Kadhalika katika sababu kubwa inayofanya nyumba yako iwe na baraka ni tilawatul Qur'an fil buyut, kusoma Qur'ani katika majumba.
Qur'ani imegurwa. Watu hawashiki Qur'ani isipokuwa Ramadhani mpaka Ramadhani. Wale waswalihina watu kishika labda ni Ijumaa mpaka Ijumaa, tena tusoma suratul Kahfi peke yake. La, Qur'ani haijawekwa kwa season. Qur'ani unatakiwa isome kila siku. Qur'ani ina ladha yake. Waulizeni wale wapenzi wa Qur'ani, watawaambia ladha ya Qur'ani ni gani. Qur'ani inaleta baraka katika majumba, ndugu zangu katika imani. Kama ulikuwa ulijue, kama ulikuwa umesahau, kumbuka hilo. Ithirisha kusoma Qur'ani katika majumba, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje, la taj'alu buyutakum kuburan, sio usiyafanye majumba yenu makaburi. Kwa nini tumeambiwa tusifanye majumba yetu makaburi? Kwa sababu makaburini ndio wafanye nini? Kusoma Qur'ani. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kukithirisha kusoma Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, hadha kitabun anzalnahu mubarakun, hichi ni kitabu, yani Qur'an tumekiteremsha chenye baraka. Wataka baraka kwenye nyumba yako, soma Qur'an. Soma Qur'ani tena bitadabbur, kwa kuizingatia, uone Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyokuneemesha na baraka zake, kwa sababu albayt alladhi yutla fihi alquran alkarim tahillu fihi albaraka. Nyumba yoyote, na hii ni mujarrab, tizama nyumba yoyote ambayo kwamba wao jambo la kwanza katika kuamka kwao ni Qur'an, inausoma Qur'an, bila shaka ile nyumba inakuwa na baraka. Wasakina, si baraka peke yake, na nini? Utulivu. Unaupata utulivu katika nyumba, unaingia unasikia peace of mind. Siku hizi watu wakitaka peace of mind waenda baharini, sio? Sikia nyumbani kuna dhiki kweli kweli, akukitiki kule kuna moto. Soma Qur'ani katika nyumba yako. Ifanyie ruqya wewe mwenyewe, watoto wako, familia yako, ifanyie ruqya nyumba yako, uone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokutilia baraka katika ile nyumba yako pale. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, albaytu alladhi yuqra'u fihi alquran yakthuru khaira, nyumba ambayo kwamba inaosoma Qur'an. Maneno ya Abu Huraira asema inakithiri khairi yake, wa yuwasi'u ala ahli, na watu wake wanakunduliwa kwa ile baraka wanayoipata ndani yake. Wa yahdhuruhu almalaika, istoshe kusoma Qur'ani katika nyumba yako, malaika wanafanya nini? Wanahudhuria. Na kinyume chake, wa yahjuruhu ash-shayatin, mashaitani wanafanya nini? Wanagura. Watakufukuza mashaitani. Isome mwenyewe Qur'an. Si tunajua kusoma Qur'an? Naam, ama tujui? Tumsubiri Ustadh Lali pale, ndio usome ruqya nyumbani, kuna matatizo kule. Soma mwenyewe Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba ile nyumba ambayo kwamba inaosoma suratul Baqara, imetajwa hadithi hapa, sio? Tusome suratul Baqara katika majumba yetu, sio? Na faida gani suratul Baqara? Naam, inafanya nini? Inafukuza. Naam, tuilete hadithi sababu Sheikh, inna shaytana fa inna akhdhaha baraka. Ahsant. Someni suratul Baqara, kwani kuisoma suratul Baqara kuna nini? Kuna baraka. Wa tarkaha khasra, na kuiacha kuna hasara. Wala yastati'uha albatala, wachawi pia wanga hawaiwezi suratul Baqara. Soma suratul Baqara, jiwekee uradi huu katika nyumba yako kila siku. Najua wengine watasema ndefu kweli kweli, tufanyaje sasa tuwe ndefu? Si wataka baraka wataka baraka, utaki baraka, wataka kufukuza mashaitani na wanga na wachawi katika nyumba yako. Mbona ukitaka lako waliendea, sio? Naweza ukasimama mahali mtu kama amesimama masaa meisha, mpira huu anaingia mpira mwingine uko kwenye kioo tu hivi, angalia, na vipindi vya swala vampita. Wewe mambo usome suratul Baqara tu nyumbani, nasema masaa mengi. Ukisoma utachukua masaa mawili bana.
isome hivyo hivyo. Naam, hata kama ni aya 3. Naam, soma Suratul Baqara, ina asiri kubwa ndani yake. Wachawi haiwezi, hakukai wanga wala wachawi wala mashetani katika hiyo nyumba, wala hakuna siku utamtafuta ustadhi akusomee. Isomee mwenyewe nyumba yako, madamu wajua kusoma, bora zaidi ukaisoma, na uwe na yakini kwamba ile Qur'ani ndiyo ni tiba na ndiyo shifa na ndiyo inafanyia mambo yako kuwa sahali ya kiulimwengu. Kwa hiyo usikose kusoma Suratul Baqara, bali usikose kusoma Qur'ani. Yeke hizbu pia vile vile na watoto wako na mke wako katika nyumba yako, iwe ni asubuhi baada al-fajr, iwe ni baada al-asr, iwe ni baada al-maghrib, kama hivi, iwe ni baada al-isha. Hakikisha siku haiishi katika nyumba yako kumetajwa au kumesomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake, kitabu tumegeka pending. Kuna nyumba ukipita, subhanallah, kile unapopita napo unasikia nyimbo tu, si asubuhi, si mchana, si jioni. Kwa pale matatizo hayaishi, kwa sababu nyewe makaribisha mashetani pale. Mashetani wataondoka vipi katika nyumba hii? Ndio nyumba ambayo kwamba wanaipenda mashetani. Nyumba kama hii, nyumba mashetani wanaipenda, kwa sababu akikimbia nyumba ambayo kwamba wasoma Qur'an, wana jirani hapo. Jirani ndio nyumba ambayo kwamba sasa madj wako hapo, au riziki anakaa pale, na ndio unakuta matatizo hayaishi. Sasa mtu ameingia, utasikia mpandisha ama afanya kadhaa, ama mtu akwambia mimi ninamzuka nikiingia katika nyumba fulani napandisha, kwa sababu kuna mashetani pale. Na watu wasome Qur'ani, tuisome Qur'ani Islam, tuone kazi ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia, tutapata baraka katika majumba yetu. Kwa hiyo hizi ni katika baadhi ambazo kwamba ningependa tukumbushane nayo, sababu za kuleta baraka katika majumba, na pengine niongezee zingine 2 za mwisho. Kadhalika katika nyumba zetu tuwe ni wenye kuswali swala za sunna wapi? Majumbani. Sababu kubwa pia ya kuleta baraka katika nyumba, salatu nafila fil buyut, kuswali swala za sunna ni wapi? Majumbani. Sijasema faradhi. Swala za faradhi ziswali wapi? Msikitini. Swala za sunna ni aula kuswali wapi? Nyumbani. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameweka mlango khas unaosema istihbab ja'alu an-nafilata fil buyuti au fil baiti sawa'an ar-ratiba wa ghayraha. Yani ameweka mlango wasema kwamba kupendekezwa kuswaliwa swala za sunna katika nyumba sawa sawa ni sunna ar-rawatib au si zile ambazo kwamba ni ar-rawatib. Na katika sahihaini Bukhari na Muslim, hadithi ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ayuha nas fi buyutikum, swalini enyi watu katika majumba yenu, fa inna afdalu salati al-mar fi baytihi illa as-salata al-maktuba. Swala bora ya mtu kuswali swala ya sunna ni kuswali wapi? Nyumbani, isipokuwa swala ya faradhi. Islamu swala za faradhi tuli msikitini, swala za sunna tuswali wapi? Ni bora kuswali swala ya sunna nyumbani, iwe ni rawatib au ghairaha. Naam, iwe ni tarawih au ni tahajjud, ukaswalia wapi? Nyumbani. Ama semaje Islamu hapo? Tuzoea kuswali msikitini sisi. Asema ndio tupata nishati na morali. Alafu anaambia tarawih sana tuswali msikitini. Naam. Tayeb, barakallahu fik. Mwisho kabisa hadithi ya Jabir vile vile asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi, atakapomaliza mtu katika kuswali swala faradhi msikitini, basi abakishe, ajalie nasib fungu la nyumbani kwake, aende akaswali, kwa sababu fa inna Allaha ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika nyumba yake
kutokamana na ile swala yake atakayoiswali pale nyumbani kwake, ndio kunapatikana nini? Khairi na baraka ndani yake. Naam. Na mwisho kabisa tukimalizia kikao chetu katika sababu za kuleta baraka katika majumba yetu ni addu'a bil baraka. Naam, kuomba dua Mwenyezi Mungu atufanye nini? Atutilie baraka katika majumba yetu, pamoja na kwamba unatafuta asbabu. Naam, pamoja na kwamba unatafuta asbabu, hadha amru muhimu jiddan. Naam, lakini tumeghafilika nalo pia vile vile jambo la kuomba dua sana katika majumba yetu. Ukiangalia katika adhiya ambazo kwamba ni za manabii na mitume, kaifa kanu yad'una wa yatlubun wa yasaluna Allah ta'ala albaraka fi buyutihim wa ahlihim, fahadha Nuh alayhi salam. Manabii walikuwa wakiomba baraka na wakitafuta baraka katika majumba yao na familia yao. Naam, wakiomba dua. Nuh alayhi salam asemaje? Allah subhanahu wa ta'ala asema waqul rabbi anzilni, naam, waqul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Isa alayhi salam asemaje? waj'alni mubarakan aynama kunta awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Kwa hiyo nakuta kwamba dua ni jambo ambalo kwamba manabii vile vile walikuwa wakiliomba sana katika majumba yao, ili Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile awatilie baraka katika majumba yao. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache ambayo kwamba tunaweza kuyafikisha katika muda huu, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Naona kuna swali. Naam. Naam.